Huu ni mwendelezo tu wa kile ambacho amekuwa akikifanya siku zote mkurugenzi wa kampuni ya Wireless Bwana Frank Peter Ndunguru juu ya upandaji na uhamasishaji wa utunzaji wa mazingira ndani ya wilaya ya Mbinga. Ifahamike kwamba kwa mara ya kwanza Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI ilianzishwa kwa Sheria ya Taifa ya Usimamizi wa Mazingira namba 19 ya mwaka 1983 kama chombo cha kuishauri serikali juu ya masuala ya utunzaji endelevu wa mazingira. Baraza hilo lilianza kazi rasmi mwaka 1986. Sheria namba 19 ya mwaka 1983 ilifutwa mwaka 2004 na Sheria ya Usimamizi wa Mazingira namba 20 ya mwaka 2004 sura ya 191 ambayo ilianzisha baraza kwa mara nyingine. Sheria hii mpya ililipa baraza nguvu ya kisheria ya kusimamia hifadhi ya mazingira hapa nchini. Lakini mnamo 12 Februari mwaka 2025, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha mswada wa sheria ya marekebisho ya Sheria ya Usimamizi wa Mazingira wa mwaka 2024 bungeni jijini Dodoma baada ya kufanyia marekebisho kadhaa kutoka katika mapendekezo ya serikali. Lakini ikumbukwe kwamba maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani hufanyika kila mwaka ya tarehe 5 Juni. Siku hii imekuwa ikiadhimishwa tangu mwaka 1983. Lengo kubwa imekuwa ni kuongeza ufahamu na hatua za utunzaji wa mazingira duniani kote. Sasa kutokana na sera mbalimbali ambazo zimetungwa na serikali juu ya utunzaji wa mazingira toka ile iliyowezesha Baraza la kwanza la Taifa la Hifadhi ya Usimamizi wa Mazingira NEMKI ya mwaka 1983, Bwana Frank Peter Ndunguru ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Wireless amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha jamii inakuwa na uelewa mpana juu ya utunzaji wa mazingira. Mnamo Februari 20 mwaka 2026 katika shule ya sekondari ya Mbinga Day limefanyika zoezi la upandaji wa miti ikiwa ni sehemu ya uhamasishaji wa utunzaji wa mazingira. Shabaha yake ni kuona jamii inaona kuna umuhimu wa upandaji wa miti ili kuweza kutunza mazingira yetu kwa faida ya kizazi chetu na kizazi kijacho. Mgeni wetu rasmi, kwa nafasi ya kipekee sana naomba niwapongeze pia, nikupongeze kwa kukubali ombi letu na kuja hapa kushiriki shughuli yetu ya upandaji wa miti ndani ya shule hii ya Mbinga Day. Lakini pia lazima nimshukuru uongozi wa shule ya sekondari Mbinga Day, licha ya kwamba nilisoma hapa, lakini nikasema ni vyema nirudi nitengeneze historia kupitia upandaji wa miti. Ni sera ya taifa juu ya upandaji miti. Tunamuunga rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika jitihada zake za kuhakikisha vyanzo vyote vya maji vinakuwa imara na misitu inaimarika, ili sisi wananchi au sisi wanambinga tuweze kunufaika kupitia misitu hiyo. Nipende kusema kutokana na muda mwingi tumeutumia na bado tuna tukio kubwa kule uwanjani, Mwalimu Mkuu nakushukuru sana, lakini mimi yangu ni machache. Tunapongeza kwa jitihada ambazo umezifanya. Nimeona risala na si tuliacha hivyo, lakini nakuomba uendelee jitihada zaidi ili walau tufike mbali zaidi. Naamini kwa hapa Mbinga hii ni shule kongwe sana. Na mimi nilisoma hapa. Nimemaliza 2009 form 4 yangu. Na wakati tunamaliza tulifanya vizuri tu wengi. Na naamini tulifanya vizuri kutokana na jitihada ambazo tulikuwa nazo, msimamo wa walimu kwetu sisi wanafunzi kwa kipindi hicho. Lakini maabara kama mnavyoona, serikali inajitahidi sana kuboresha mazingira ya shule ili hao vijana waweze kumudu elimu yao vizuri, ili mwisho wa siku waweze kufika sehemu. Kwa mimi nakupongeza sana, endelea na jitihada hizo ili shule zetu ziwe sehemu ya mafanikio kwa hawa vijana ambao unaona hapa. Ndugu mgeni wetu rasmi, tukio linalofuata hapa ni la upandaji miti. Tutapanda miti kwa michache kama ishara ya kumbukumbu na sera yetu endelevu ya Wireless ya upandaji miti. Lakini baada ya hapa tutawaachia pia miti mingine ambayo wao wenyewe kulingana na maeneo yao wataona wapi wapande, wataendelea na upandaji.